Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Nasra Saidi Khamis. Nitakuja kuendelea pamoja na hizi athari zinazotokana na uzalishaji. Kuathirika kisaikolojia. Unajua, yani ile mtu kufanyiwa kitendo cha uzalilishaji direct anaenda kuharibika akili. Kwa mfano useme Mungu atustiri, mtu anibake mie. Kwa hiyo asa ambe nikimtolea mfano mtu atakuwa hakubali eti itabidi njitolee mwenyewe. Asa kisha kuja kunibaka, yani kwa hiyo tendo litakalokuja, yani kufikira zangu zote zitakuja kutokana nini? Lile tendo lilofanywa. Kwa hiyo pale linaondosha malengo yangu, wakati wote nitakuwa nafikiria kuhusu ile jambo tu. Kwa hiyo hii inaharibu mfumo wa akili. Alafu inaendelea na mwanamke kupoteza thamani yake. Kwanza sio wanawake tuna kitu fulani hivi ambacho ni thamani yetu. Ushafahamu? Achika. Anacheka. Asa hii thamani yetu ikiondolewa, ushafahamu? Ikishaondolewa hii thamani yetu, yani wewe hawana ume, yani kwa mwanamke ambaye hana hicho kitu hawamtaki. Ushafahamu? Kwa hiyo mtu akibaka, ushafahamu, akidhalilishwa, thamani yake ikiondoka, jamii itamtenga, kitu ambacho kinapelekea yeye kuchukua maamuzi tofauti. Ushafahamu? Kwa maana sema sasa hivi nimeshapoteza thamani, kwa hiyo sina thamani katika jamii. Nifanye nini? Nijiue, ninywe sumu, au nifanye nini? Au kujiingiza kwenye biashara haramu. Mara nikwambia anda kujiuza. Ushafahamu? Sina thamani, kwa hiyo itabidi nifanye nini? Nijiuze tu. Kwa hiyo naendelea na nyingine ambayo ni migogoro katika jamii. Hii kuhusu migogoro katika jamii hii, nataka niseme yani nilisikia story nipo katika gari. Inasema mfano kuna mzazi mwanamke kaolewa mwanzo. Alivyolewa mwanzo na mume yule mwanzo akazane mtoto, tuseme wakaachana. Ushafahamu? Akaolewa na mume mwingine. Mume mwingine kambaka mwanawe, alafu eti yule mwanamke kanyamaza kimya. Kisa nini? Kisa eti nalinda ndoa yangu. Asa hii inapelekea migogoro katika jamii. Au mfano eti jirani kambaka mtoto wa jirani mwenziwe. Ushafahamu? Kwa hiyo inapelekea jamii kuwa na migogoro. Huyu kwa sema sikubali, akanibakia mwanangu. Ushafahamu? Hawakumsamehe sijui nini. Kwa hiyo hii inapelekea watu kutokuelewana katika jamii. Na nyingine, ushauri wangu mimi nasema hivi, mwanamke ndio nataka niseme wanaume waache kudhalilisha wanawake. Lakini wanawake nao wakati mwingine ndio wanaotaka kudhalilishwa. Watu wengi wanalizungumza hili kwa sababu watu wengi wanaonekana eti unavaa kiguo kifupi. Asa wewe unataka nini? Zaidi ya kudhalilishwa, lazima udhalilishwe, kwa sababu haiwezekani eti tufanye hii experiment eti mtu avae shungi na baibui na nikabu hapa, yani mwanamume akimdhalilisha huyu itakuwa kwanza hana adabu. Lakini kuna wengine wanaume wana adabu zao, lakini hawezi kujizuia kwa sababu umevaa vibaya. Mmoja avae kidude mpaka humo, alafu mwingine avae shungi na baibui. Tuone yupi ataitwa, yupi atakaitwa. Kwa hiyo ni vizuri kujistiri katika jamii yetu ili kuondosha nini? Udhalilishaji. Sio wanaume watakaoondosha udhalilishaji, kwa sababu saa nyingine tunataka kudhalilishwa. Wanawake wenye wao ndio wanaotakiwa kuondosha udhalilishaji. Asante.